Mpendwa msikilizaji, karibu kwenye channel yako pendwa ya Lasta Njiyala inayotoa mada mbalimbali za maisha ili kuelimisha, kuhamasisha na kuchochea mtazamo mpana. Leo nitaenda kuzungumzia historia ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Karibu lambaza nami katika lugha adhimu ya Kiswahili. Maisha yake. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mnamo tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 1922 katika kabila dogo kabisa chini ya Wazanaki katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Msoma, mkoa wa Mara, Tanzania, wakati ule Tanganyika. Baba yake aliitwa Bulito Nyerere, alikuwa chifu wakati ule, na mama yake aliitwa Christina Mgaya wa Nyang'ombe. Alikuwa mke wa 5 kati ya wake 22 wa Chifu Nyerere Bulito. Alizaliwa mwaka 1897 na alifariki mwaka 1997. Alikuwa na watoto 6 akiwemo Mwalimu Nyerere. Jumla ya watoto wa mzee Bulito Nyerere walikuwa 26. Mzee Bulito, yani Chifu Bulito, alipofariki dunia alimwacha Kambarage akiwa bado kijana mdogo sana. Wakati anazaliwa Mwalimu Nyerere, mvua kubwa sana ilinyesha, na hiyo ndiyo sababu ya kupewa jina la kijadi ambalo ni Kambarage, yani Muhoka Mvua. Fasili yake ni kuwa Kambarage alileta tumaini kwa wakulima na wafugaji wa Butiama, hawakutarajia kupata, na hivyo kwa upande mwingine Kambarage alileta mwanga mpya, taswira mpya ya ukombozi katika kijiji chao. Mzee Bulito Nyerere alirithi uchifu kutoka kwa baba yake ambaye aliteuliwa na wakoloni enzi hizo. Haina maana kuwa walikuwa matajiri sana, la hasha, kwamba kabisa Nyerere Kambarage hakupata nafasi ya kwenda shule kutokana na baba yake kuwa na ndoa za mitaala, yani wanawake wengi. Kambarage alikuwa mahiri sana kwenye mchezo wa bao, ambapo siku moja alicheza na wazee wenye umri wa baba yake na kuwapeleka mputa hadi wakastaajabu, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa maisha yake ya kwenda shuleni, kwani wazee wale waliamua kumshauri mzee Bulito Nyerere kuwa kutokana na akili za Kambarage inabidi ampeleke shule. Kwa kweli wazo hilo lilipata kibali machoni kwa mzee Bulito Nyerere. Inasemekana kuwa mchezo huo wa bao waliokuwa wakicheza, kele zilizokuwa zikitumika zilikuwa ni dhahabu tu. Alipokuwa mdogo, Nyerere alichunga mifugo ya baba yake. Katika umri wa miaka 12 aliingia shuleni. Alihitimu darasa la 4 katika shule ya msingi Mwisenge, ambapo mwendo wa kutoka Butiama kijijini kwao hadi Mwisenge ni takribani kilomita 30. Alifaulu vizuri sana kuendelea na masomo yake katika shule ya kati, yani middle school ya Tabora, ambayo kwa wakati huo ilikuwa shule bora Tanganyika na ilisimamiwa na mapadri wazungu, yani white father. Katika umri wa miaka 21 Kambarage alipata nafasi ya kubatizwa. Alibatizwa na Padri Mathias Koenen tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 1943. Baba yake wa ubatizo alikuwa Bwana Petro Masive. Hapo Kambarage akapewa jina la Julius, akawa Mkristo hadi mwisho wa maisha yake. Mapadri wakiona akili yake kubwa walimsaidia kusoma ualimu huko Makerere, Kampala, Uganda, kuanzia mwaka 1943 hadi mwaka 1945, ambapo alihitimu na kupata stashahada ya ualimu. Akiwa chuoni Makerere, Julius Kambarage Nyerere alikuwa wa umoja wa wanazuoni kutoka Tanganyika. Umoja huo uliitwa Tanganyika African Welfare Association, TAWA. Lengo kubwa la umoja huo lilikuwa ni kudai maslahi ya wanafunzi wa Kiafrika kutoka Tanganyika, lakini kutokana na uongozi wa Kambarage aliweza kupanua wigo wa umoja huo na kujihusisha na mambo ya kisiasa na kijamii kwa kuandika makala mbalimbali, kwani Mwalimu Julius alikuwa mzoefu wa kazi za uandishi wake wa kazi katika umoja wa TAWA ndani ya TAWA, na ndiyo maana aliweza kupanua wigo na umoja huo, kwani moyo wake alitamani uhuru. Alichukizwa na unyanyasaji unaofanywa na wakoloni. Yeye alichoamini watu wote wapo sawa. Aliporudi Tanganyika kutoka chuoni, alifundisha
katika shule ya sekondari ya St. Mary's Tabora masomo ya biolojia na historia mwaka 1949. Alipata scholarship ya kwenda kusoma kwenye chuo kikuu cha Edinburgh, Uskofu, Ufaransa, na Muungano. Akapata shahada ya kwanza kwa mtu Mwafrika, Tanganyika wa kwanza kusoma katika chuo kikuu cha Uingereza na wa pili kupata shahada ya elimu ya juu nje ya Tanganyika. Aliporejea kutoka masomoni, alifundisha historia, Kiingereza na Kiswahili katika shule ya St. Francis iliyopo karibu na Dar es Salaam. Mwaka 1953 alichaguliwa kuwa rais wa chama cha Tanganyika Africa Association TAA, chama ambacho ilisaidia kukijenga alipokuwa mwanafunzi katika chuo cha Makerere. Mwaka 1954 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alibadilisha jina la chama cha TAA kwenda chama cha Tanganyika African National Union. Kilikuwa cha siasa zaidi kuliko TAA. Ndani ya mwaka mmoja chama cha TANU kikawa tayari chama cha siasa kilichoongozwa nchini Tanganyika. Uwezo wa Nyerere uliwashtua viongozi wa kikoloni, hivyo walilazimika kuchagua kati ya siasa na kazi ya walimu. Nyerere alisika akijisemea kuwa mwalimu kwa kuchaguliwa na wanasiasa. Kwa bahati mbaya, alijiuzuru walimu na kuzunguka nchi nzima ya Tanganyika kuzungumza na watu wa kawaida na machifu ili kuleta umoja katika uhuru. Pia alizungumza kwa niaba ya TANU katika Transition Council na Foreign Committee ya Umoja wa Mataifa UN huko New York. Uwezo wake wa kuongea na kuunganisha watu ulimwezesha kufanikisha Tanganyika kupata uhuru bila umwagaji wa damu. Ushirikiano mzuri ulioonyeshwa alikuwa gavana wakati huo Richard Turnbull ulisaidia pia kuhakikisha upatikanaji wa uhuru. Nyerere aliingia katika bunge la kikoloni mwaka 1958 na kuchaguliwa kuwa waziri mkuu mwaka 1960. Mwaka 1961 Tanganyika ilipata uhuru wake. Tarehe 9 Desemba mwaka 1961 Nyerere alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa Tanganyika huru. Mwaka mmoja baadaye akawa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Nyerere alikuwa kiungo muhimu katika muungano wa Tanganyika na Zanzibar kujitengeneza Tanzania bara baada ya mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1964 yaliyomtoa madarakani sultani wa Zanzibar Jamshid bin Abdullah. 5 Februari mwaka 1977 aliongoza chama cha TANU kuungana na chama tawala cha Zanzibar Afro Shirazi Party na kuanzisha chama kipya cha CCM, Chama cha Mapinduzi, akiwa mwenyekiti wake wa kwanza. Nyerere aliendeleza kuongoza taifa hadi mwaka 1985 alipomwachia nafasi rais wa pili Ali Hassan Mwinyi. Aliacha kuongoza Tanzania akiwa ni moja wapo kati ya nchi maskini zaidi duniani. Ingawa yeye huduma za elimu na afya zilionekana kwa wananchi wengi, hata hivyo aliendelea kuongoza CCM hadi mwaka 1990 na kuwa na athari kubwa katika siasa Tanzania hadi kifo chake. Kwa mfano, inasadika kuwa Nyerere alishawahi kumteua Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3, kama mgombea urais mwaka 1995, ambaye alichaguliwa kuwa rais kwenye uchaguzi. Nyerere alikaa muda mwingi wake Butiama akilima shamba lake. Pamoja na hayo, alianzisha taasisi yenye jina lake. Mwaka 1996 alionekana akiwa mpatanishi wa pande mbalimbali za vita vya wenyeji kwa wenyewe huko Burundi. Tarehe 14 Oktoba mwaka 1999 aliaga dunia katika hospitali ya St. Thomas mjini London baada ya kupambana na kansa ya damu. Jiunge nasi katika safari hii ya maarifa, mijadala na mabadiliko chanya. Jisajili sasa na uwe sehemu ya jamii inayothamini elimu na maendeleo. Asanteni.